So kumekuwa kuna maswali mengi ambayo watu wananiuliza na judia wananiuliza, je, bro, kwa namna gani tunaweza kutengeneza CV pia cover letter? So kutakuwa kuna series ya jinsi ya kutengeneza cover letter pamoja CV na resume na vitu vingine. So leo tutaanza jinsi ya kuandika CV ambayo tutaeleza step by step. So kwenye CV inabidi kuwe kuna kitu gani? So kitu cha kwanza ambacho kinabidi kiwe kwenye CV ni contact details, kwamba umeapply kazi, je, watakucontact vipi? So kitu cha kwanza ni name, jina lako. Then kitu cha pili ambacho kinabidi kiwe kwenye CV yako ni phone, namba ya simu. Na kitu cha tatu ni email, na kitu cha nne ni city au inaweza ikawa country. Hivyo ni sehemu ya contact details. Na sehemu ya personal summary inaeleza quick overview kwamba wewe ni nani au unafanya kitu gani, au kwenye hiyo role ambayo unaitafuta unataka ujifunze, yani sehemu ambayo unaenda kufanya kazi unataka ufanye kazi za namna gani, kitu kama hicho. Then kitu cha tatu ni work experience. Sehemu ya work experience unaelezea jobs ambazo umezifanya, kazi ambazo umezifanya, umefanya kazi gani kwenye kampuni fulani. Na pia sehemu ya nne ni education, kwamba una elimu gani, umesoma wapi, mwaka gani hadi mwaka gani, kupitia hiyo elimu umejifunza kipi na kipi na kipi. Na kitu kingine kwenye skills. Sasa kwenye skills unaonesha baadhi ya skills unazo, uwezo ulionao. Kwa mfano communication skills, inaweza kawa kuna technical labda, na pia hizi communication skill, leadership skills. Kwenye technical unaweza ukaandika vitu kama labda web development, kitu kama hicho. Na kwenye reference unaweka referees, watu ambao watathibitisha ukweli labda kuhusu CV yako. So kwenye contact details kunabidi kuwe kuna vitu gani? Kitu cha kwanza inabidi kuwe kuna jina lako, full name, kama ni Godbless Nyagawa au labda kama ni Johnson Nyagawa au Johnson John. So full name, usiweke nickname. Then kinachofuatiwa ni phone number, namba ya simu, namba yako ya simu. Labda unaweka na country code pia, labda +255, labda na namba yako hapo. Usahau kwamba inakuwa separated na hyphen, pamoja unaweka namba 3 then ina separate, kitu kama hicho. Then baada hapo inafuatiwa na email address. Sasa email address inabidi iwe kitu fulani meaningful. So kama unaitwa Godbless Nyagawa, jitahidi email address yako iwe labda godblessnyagawa@gmail.com, labda godblessnyagawa.nyagawa@gmail.com au nyagawa.godbless@gmail.com. So inakuwa inafuata format first name plus last name then @gmail.com, au last name plus first name @gmail.com, au first name dot plus dot, ndio hivyo, then last name @gmail.com. Pia unaweza ukawa unatumia Outlook, let us say unatumia pia your personal email address. Pia unaweza ukawa unatumia Proton, au unaweza ukawa unatumia Yahoo. That's all. So kwenye upande wa email address, na kwenye city unaweka mji ambao upo au unaishi. So unaweza ukaweka labda Tanzania, labda Dar es Salaam, kitu kama hicho. Then hapo unaweza ukaweka link ya social media zako ambazo ziko relevant. Kwa mfano unaweza ukaweka link ya account ya kupeleka, labda account ya LinkedIn, labda kama wewe ni developer, labda account ya GitHub kama ni developer, au kama wewe ni mtu wa graphic design ukaweka link ya social media zako, labda kwa mfano let us say Instagram, maana ina favor sana watu wa visual. So kwenye vitu ambavyo unaweza ukaviavoid kwenye CV yako, sio vya msingi sana, ni picha ya wewe, pia date of birth, tarehe uliozaliwa. Maana muda mwingine mtu anaweza akawa hayuko interested na CV yako kwa sababu tu umeweka tarehe zako za kuzaliwa, labda miaka. Pia full home address sio kitu cha msingi. Marital status, labda kama umeoa, umeolewa, au labda upo single, sio vitu vya msingi. In case labda kwenye hiyo kazi wanataka uwe na hicho kitu, labda kwa mfano labda zile kazi za kusimamia watoto, labda maki wanataka mtu ambaye ana experience, ana watoto,
ana experience ya kusimamia watoto au ana watoto wake. Then kitu kingine ambacho unaweza kukiavoid ni unprofessional email. Kwa mfano mtu anajiita against@gmail.com au mtu anajiita labda dulaforlife@gmail.com. So rules pia zina change kutokana na nchi. Then kitu kingine kuna personal summary. So kwenye personal summary ambapo unaweza inakuwa 2 to 3 lines, kitu kama hicho, inaonesha huyu wewe ni nani, si ndio hivyo? Pia ambapo inaonesha kwamba utaandika your job title, si ndio hivyo? Pia what you do, what is your strength, si ndio hivyo? Labda kwa mfano mimi niko vizuri kwenye upande wa communication skills, na pia what you want, kwamba nataka niende sehemu ambayo kuna masini ambayo nitaweza, labda kuna production led application ambayo nitajifunza. Pia anasema skip this, kuweka, anasema seeking a challenging position in dynamic organization. It says nothing, lazima uwe specifically kwamba unataka nini au unataka kitu gani. Then kitu kinachofuata ni work experience. So kwenye work experience unaweka job title, company pamoja na dates, kwamba job title let us say labda tuseme technical support, kampuni let us say mwana mpotevu, ndio hivyo kampuni inaitwa, labda dates, labda nilianza mwaka tarehe fulani, mwezi fulani, mwaka fulani, nimemaliza hadi muda fulani. Ila bado kama upo kwenye ile kampuni utaandika labda present. Then kitu kinachofuata 3 to 5 bullets, kwamba vitu gani ulivyovifanya kwenye hiyo kampuni, na hivyo vitu ambavyo umevifanya kwenye hiyo kampuni unavi-quantify in terms of, inakuwa kwamba in terms of quantity number. So instead ya kusema ulikuwa responsible labda kwa mfano for customer service, unataja kwamba ulihandle au customer wangapi, ambapo unasema handled 40 customers calls a day. So afu kitu kingine una add number, unasema numbers beat adjectives. Then baada hapo kwenye sehemu ya education na skills, so kwenye sehemu ya education unaandika qualification you earned, let us say labda umepata GPA ya ngapi, ndio labda GPA ya 4 point ngapi, pia jina la school, ila wengi kwenye upande wa GPA wana ignore, so ina vary pia name of the school labda inaweza kawa chuo, let us say Mbeya University of Science and Technology, pia year you finished, kwamba umemaliza mwaka gani. Na pia baada ya kutoka sehemu ya education unaweka na pia sehemu ya skills, ambapo kwenye sehemu ya skills unaweka kwamba baadhi ya software ambazo unaweza kuzitumia. Let us say kwenye upande wa customer care unaweza kusema labda let us say mimi najua kutumia, kwenye upande wa technical support unaweza kusema mimi najua kutumia Zendesk. Pia kwenye skills pia unaweza kuweka languages ambazo unaongea. Let us say mimi naongea Kiswahili, Kiingereza pia na Kispanish. Unaweka pia na level. Let us say kwenye Kiswahili naweza kusema mimi nipo C2, ndio hivyo? Labda C1, ndio hivyo, kitu kama hicho. Then tools and equipment, unaweka vifaa ambavyo unavitumia ufanyaje unavijua kwamba umevitumia, kwamba una experience nayo. So kwenye sehemu anakuambia still studying, put education above your work experience, kwamba education inakuwa above the work experience kama bado unasoma. Then formatting, anasema formatting making easy to read in 7 seconds. Yaani mtu akiangalia tu ya CV in 7 seconds ameshaelewa. So kuna one page ambapo anasema to only if you have 10 years of experience, kama unaweka two only, kwamba one page. Pia font iwe moja, mix fonts nyingi, na size iwe 10 hadi 20, ambapo wengine kwenye font wanatumia Times New Roman. Then even spacing, inasema some gaps, same heading style throughout. So kama unatumia font, tumia font moja, kitu kama hiyo. Then inategemeana umeambiwa uupload kwa namna gani, ambapo preferred way wengi wanatumia as a PDF. Wanasema save as a PDF, ambapo wanasema your layout stays exactly as you built. So pia baada ya hapo unaweza ukaupload CV kwenye in terms of docs, labda PDF,
kitu kama hicho. Anasema reference ya optional. So kwenye sehemu ya reference ni optional, ambapo unaweza kaadi list ya watu wawili ambao nimereferees, ambapo utaweka jina na title yake na contact number zake. So that's all. Then kitu kingine anasema before you send, kabla hujatuma CV yako, anasema hivi inabidi uzingatie vitu vya kwanza kwamba check every spelling. Unaangalia spelling ya kila neno ambalo umeandika kwenye CV yako, unalisoma kwa sauti ili uweze kupata quick overview kuhusiana na CV yako. Then maybe match the job advert. So tumia keywords ambazo zimetumika kwenye job adverts. Maana sio unakuwa una CV moja unaitumia kwenye kila kazi, una customize kutokana na job. Then kitu kingine cha tatu anasema ask someone to lead. Fresh eyes catch what you missed. So unabidi uisome, unamuomba mtu fulani afanyaje, aisome ili kupata quick overview kuhusiana na CV yako. So then baada hapo pia hakikisha CV yako ipo katika asema rename the file before you attach, ambapo kwenye CV yako itakuwa your name then cv.pdf, labda kwa mfano Godbless Nyagara -cv.pdf. So that's all. So tunaangalia pia mfano wa CV hiyo. Kwa mfano wa CV ni hapa, ambapo tunasema kwenye hii CV ameanza na jina lake, hili ndo jina lake, then akaweka location yake, hapa ndo sehemu ya contact details. Baada hapo ameweka phone number, namba zake za simu, na pia ameweka email yake, ambapo hii hapa ni descriptive, first name last name, first name dot last name, na pia ameweka linki za kwenda kwenye social media yake. Kwa mfano hapa ni LinkedIn, wengine wanaweza akaweka GitHub na kitu kingine, au akaweka link ya kwenda kwenye website yake au blog. Then sehemu ya professional summary anaeleza kuhusiana na role yake, kwamba ana experience ya muda gani, ameachieve vitu gani, sio hivyo, na anataka aende kwenye kampuni ambayo inafanya vitu gani, ambapo anasema technical support engineer with 5 years of experience resolving hardware na vitu hivi hapo, ambapo hapa amekuja hapa ameelezea experience, na pia hapa amequantify, amehandle tickets ambavyo hapo hadi tire hapo. So then hapa anaeleza strong points zake, ambapo anasema hivi yuko strong sana kwenye upande wa Windows, Linux pamoja na Active Directory. Then baada hapo anakuja anaelezea skills zake. Kwa mfano hapa anasema yeye yupo vizuri kwenye upande wa operating system, amespecify na operating system zipi, kwenye networking pia pamoja na tools, database na information zingine. Then baada hapo amekuja sehemu ya experience, ametaja role pamoja na kampuni, ameweka location pamoja na muda alioanza, ambapo yeye alianza March 2022 hadi ambapo saizi ambapo anafanya kazi. Then hapa anaweka nini, baadhi ya vitu ambavyo ameviaccomplish, ambapo ameviquantify hapa, anasema resolve an average of 45 tier 1 and tier 2 tickets per week of hapo, then maintain kitu kama hicho hapo. Then umeona hapa amequantify, amesema 12, na hapa amequantify ambapo ameweka percentage. Then baada hapo na hapa nje the same. Then baada hapo imefuatiwa na education background. Maana kwenye education wengi wanaweka sana bachelor, au let us say kama umeshia diploma unaweka diploma, ambapo anaweka course aliyo pursue, chuo, university, location ya university, nchi gani, then anaweka na graduation, ambapo mwaka hapo graduate. Then baada hapo anafuatiwa na certificates, baadhi ya certificates ambazo anazo. So kuna baadhi ya nandia za applications zinataka certificates, so unaweza ukazi attach pia. So that's all kwenye upande wa kucreate CV. Then kuna tools mbalimbali ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili ya create CV. So mfano Canva, kuna wengine wanaweza kutumia Microsoft Word. So that's all. Asante.